ambayo ilikuwa alisema ya kwamba kagawiwe urithi wake, na akaenda akaitumia katika njia ambayo sio halali. Aliweza kwenda kuitumia kwa marafiki, na maisha yake baadaye ikaweza kupotea. Lakini hata kama alikuwa mahali pale, aliweza kukumbuka nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa rehema, amejawa na uweza na anaweza kukusamea. Kwa Biblia amesema ya kwamba usamee adui yako mara 770. Yeyote ambaye anakukosea ukaweze kumsamea, uwe na roho ya uwepesi, ili siku moja tukaweze kwenda kukula maisha mazuri huko mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu ni Mungu wa rehema, na Mungu anaweza kutenda jambo lolote hata katika hiyo maisha yako ambao umeweza, pengine kuna hali ambao unayapitia ambao umechoka, pengine sio yako. Utarudi katika mahali mwanzo ili ukaweze kuchukua maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mahali pako maisha yako pale pale mahali uliweza kuyaacha. Ni jukumu lako ukaweze kukumbuka na ukaweze kupiga about time, ukayarudie maisha ambayo ni mazuri, maisha ambayo inamwangaza, maisha ambayo ukionekana hata unaweza ukapewa heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana baada ya huyu kijana kuenda kutumia mali, aliweza kuyamaliza yote na akaweza kukula na nguruwe, chakula ya nguruwe. Lakini hatimaye alipokuwa mahali pale, aliweza kukumbuka ya kwamba kuna mahali aliweza kutokea, na akasema ya kwamba nitaweza kurudi kwa babangu ili nikaweze kumwomba msamaha, ili atanipea tu nafasi kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika ibada hii ya siku ya leo, wewe unajua sehemu yako ambayo unapitia, unajua maisha yako ambayo unapitia, unajua ni mahali gani ambao umeenda sio halali. Mungu anaweza kukusamea. Mungu anaweza kukuregesha tena akakufanya ukuwe mwana tena. Mungu anaweza tena kukuregeshia hali yako ambao ulikuwa unaishi. Mungu anaweza kukuregeshia pesa zako. Mungu anaweza kukuregeshia maisha mazuri ambayo unataka. Hata kama ni kazi ambayo umepoteza, Mungu anaweza kukuregeshea kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanaweza wakaongea maneno yao, wanaweza kukutukana na kukudhiaki, lakini usikate tamaa. Piga bautani ukarudi kwake Bwana ili akaweze kuregeshea maisha yako. Yes. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Katika ibada hii unajua sehemu yako, kwa nyumba yako, kwa ndoa yako, kwa watoto wako, kwa familia yako, ama kwa wazazi wako. Kuna mahali ambayo haiendi sawa. Ni jukumu lako kaweze kwenda kwa Bwana, kwa maana anaweza kutenda yote. Anaweza kukupa jawabu, anaweza kukusaidia na anaweza kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ulionekana ya kwamba hautaweza kufanikiwa, siku ya leo rudi kwake Bwana. Haijalishi ni mangapi umeyapitia, haijalishi ni matukano, haijalishi ni kila kiwango na kila aina ya maisha ambayo unapitia, lakini yote 9-10, Mungu bado ni yule yule, anaweza kukuinua tena, anaweza kukuregeshia maisha yako tena. Bwana Yesu apewe sifa. Tusoma Yoeli 2:11 nasema ya kwa maisha yetu ambayo ililiwa na nzige tunairegesha kwa jina la Yesu. Pengine kuna maisha yako ambayo ulikuwa unaishi maisha mazuri, pengine kuna kazi ulikuwa nayo kazi mzuri. Unapoangalia maisha ambayo unapitia siku ya leo sio maisha yako, ni jukumu lako kaweze kupiga hatua tena, ukarudi kwa msalaba, mwambie ya kwamba Bwana, najua ya kwamba unaweza kubadilisha, najua ya kwamba unaweza kuniregeshea. Nitakuja kwako Bwana ili ukaweze kunipea maisha yangu ambayo nilikuwa naishi. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wengi wanaishi katika maisha ambayo sio yao. Watu wanahangaika, watu wanateseka, lakini Bwana anasema ya kwamba heri yule ambaye anateseka na anatembea katika njia ambayo ni haki, kwa maana haya yataweza kupita. Bwana Yesu apewe sifa. Na amesema ya kwamba kama imekawia, ingojee kwa maana inakuja. Hata kama imesemwa namna gani, umeishi hiyo maisha. Sisi ni binadamu, tunaweza tukakosea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Wakati wadamu wa kwanza waliotangulia waliweza kukosea, Mungu aliweza kukasirika na kile kiumbe ambacho aliweza kuumba, akasema ya kwamba hii nimeumba katika mfano wangu mimi mwenyewe. Mungu aliweza kukasirika na akaamua ili akaweze kumaliza dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hata akaona ya kwamba hawa ni watu wangu, na shetani yuko mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ataweza kusema namna gani?
Mungu mwenyewe akasema ya kwamba hawa wanadamu niliweza kuomba katika mfano wangu mimi mwenyewe, basi nitaweza tena kuwarudia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Nitawafanya wawe watu wangu tena. Niposa akatuma mwanawe Yesu Kristo ili akaje akaweze kutuokoa. Ndio maana siku ya leo tunasema ya kwamba Yesu anaweza. Kwa maana Yesu wakati alikuja ilikuwa lazima ikalipwe. Gharama hiyo lazima ikalipwe na damu. Bwana Yesu apewe sifa. Na damu ya mwana kondoo. Damu ambayo haina hila. Ndiposa iliweza kupatikana kwamba hakuna yeyote ambaye alikuwa mkamilifu isipokuwa Yesu Kristo. Jiulize kwako wewe ni mkamilifu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wewe ni mkamilifu? Siku ya leo katika ibada hii tujichunguze sisi wenyewe, kwa maana Mungu aliweza kutupenda hata kama tuliweza kukosa, akatuma mwanawe Yesu Kristo ili akaje akaweze kutuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona siku ya leo katika ibada hii, hata katika maisha ambayo tunaishi katika maisha ya halisi, tunasema ya kwamba Yesu anaweza, kwa maana tumeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeweza kuteleza katika njia ambayo haifai, lakini tarudi kwa Baba tena nikaweze kwenda kwake tena akaweze kunisamea. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Siku ya leo katika ibada hii ukaweze kumwendea tena. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi mangapi, haijalishi imekuwa namna gani. Amesema hata kama dhambi zetu ni mekundu kama damu, ataweza kuyabadilisha yawe meupe kama theluji. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya leo katika hiyo hali ambayo unaishi mpendwa, rudi kwake Bwana tena. Rudi kwa Jehova kama jinsi ambavyo yule mwana mpotevu, na mimi sisemi ya kwamba ni mwana mpotevu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana aliweza kukumbuka maisha, aliweza kukumbuka kule alikotoka, akaweza kurudi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Anaona kwamba hii njia ambayo ninaenda kupotea, hii njia ambayo naenda nitapoteza maisha yangu, lakini nitarudi tena kwa Baba yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo mimi nampea max, kwa maana aliweza kukumbuka. Huko na mahali unaweza kukumbuka mpendwa. Jiulize katika maisha yako, kama janga linaweza likashuka, kuna kitu ambacho unaweza kukumbuka tena? Kuna mahali unaweza kukumbuka tena ukaweze kurudi tena? Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Yeye ndiye amejawa na wingi wa rehema, amejawa na upendo. Kila kitu ambacho tunahitaji Mungu wetu ako nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata katika maisha ambayo unaishi, pengine unaweza ona ya kwamba unapitia maisha magumu. Hapana. Kwa wakati wake Mungu ataweza kuyatenda. Tusiharakishe tuchukue ambayo sio yetu tukaweze kulia baadaye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana ile ambayo sio yetu tutatumia katika njia ambayo haifai. Lakini kama umepokea yako ambao pengine umeng'ang'ana ukaweza kuipokea, mpendwa, hautaitumia kwa njia ambayo haifai. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu mwana mpotevu hakutumia yake, kwa maana hakusweat kwa hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hakaweza kuenda na kaitumia kwa njia ambayo haifai. Hata upewe 100,000 sasa ambao unahitaji, lakini hauna malengo nayo, hautaweza kuitumia kwa njia ambayo inafaa. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu anaweza akakuwa na shilingi 100 na aitumie katika njia ambayo inafaa. Na wewe pengine mwingine achukue na pesa hata milioni na aitumie katika njia ambayo haifai. Kwa sababu gani? Hayajui, hajaigaramikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana huyu mwana potevu aliona ya kwamba yeye amefika, hakuna kitu ambaye anaweza kaambiwa, na akasema ya kwamba ataweza kuenda kapewe urithi wake. Siku ya leo katika ibada hii, jiulize katika maisha yako, ni mahali gani ambayo umeenda ambayo haifai? Urudi kwake Mungu tena, ili akaweze kukurehemu tena, ili akaweze kukusaidia tena, ili akaweze kukujaza tena, ili akaweze kukubariki tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha yako ambayo imeliwa na nzige, Bwana ako na uwezo wa kukuregeshea. Katika ibada hii turudi kwake Bwana ili akaweze kutusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakutukuza mfalme, ninasema ni asante kwa maana hakuna mwingine wa kufananishwa nawe. Asante Bwana kwa ajili ya uweza wako, asante Bwana kwa ajili ya fadhili zako mtakatifu. Umesema kwamba kuna jambo ambalo usiloliweza mfalme. Angalia hii nyumba, uangalia watoto, angalia jamii mtakatifu. Pengine ambao wameenda katika njia ambayo haifai, Mungu mwenye uwezo. Wakirudi kwako Bwana ukaweze kuwasamea. Wakirudi kwako Bwana ukaweze Bwana kuwapa tena maisha tena. Ukawapokee Mungu mwenye uwezo. Ukawatende Bwana ukaweze Bwana kuwainua, kwa maana kuna aliye kama wewe. Umejawa uweza,
umejawa neema, Mungu mwenye uwezo. Neemesha watu wako mtakatifu, wanaotafuta kazi wamehangaika, Jehova nisi ukaweze Bwana kuwapa. Wanaoishi katika maisha magumu Bwana ukaweze Bwana kuwakumbuka. Kumbuka mama huyu, kumbuka kijana huyu, kumbuka mzee huyu, na ukaweze Bwana kukumbuka watoto, kumbuka mtoto huyu mtakatifu. Asante kwa maana kuna aliye kama wewe. Asante kwa uwezo wako, kwa maana unaenda kutenda mema mtakatifu. Watu wako Bwana wakashuhudia kwamba Bwana umeweza kuwabariki. Watu wako Bwana wakashuhudia kwamba Bwana umewatendea, kwa maana kuna aliye kama wewe Jehova. Umejawa uweza, Mungu mwenye uwezo. Bwana Mungu wetu, mahali Bwana tumeweza kukosea mtakatifu, ukatusamee Mungu mwenye uwezo. Samea mama huyu, samea kijana huyu, na usamee mzee huyu mtakatifu. Waweke Bwana wawe wana tena katika ufalme wako Mungu mwenye uwezo. Asante Bwana kwa maana kuna aliye kama wewe. Asante kwa ibada hii Mungu mtakatifu. Umekuwa pamoja nasi Bwana Jehova nisi tutangulia mwanzo hadi mahali tumefika tamati Mungu mwenye uwezo. Asante Bwana kwa ukuu wako Mungu mwenye uwezo. Mnenaji wa siku ya leo Bwana ukamkumbuke wale wote ambao wamekuja mahali hapo Bwana, ukaweze Bwana kuwakumbuka na ukaweze Bwana kuinua huduma yao, kwa maana kuna aliye kama wewe. Asante kwa uweza wako, asante kwa fadhili zako, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.